Oh yes, wagon wadau. This is another episode of Untold Journey. Untold episode 4. And today nimetembea masehemu hapa Eldoret na tungependa kujua more about skating. I have a certain lady who she's a skater and she's also a business lady. Na utakuwa motivated. So one on one follow me as we are going to look for a one on one. Keep it wise. Itakuwa ni mbaya watoto. Habari zenu? Habari. Sasa mko fiti? Mko fiti? Nataka hii. The stairs are very stiff. I wish I hope anaishi hapa. Ama si tuliambiwa ni room na mangapi? Si ni hapa? Kenyan skater. Hi, how are you? Imi gomje? Nimekutafuta sana mazi. Asante. Finally nimepatana na wewe. Na nimekuja na zawadi hapa, nimetembea leo. Lazima nikusurprise hata mimi. Thank you. Wewe you are a skater? Yeah, I'm a skater. Oh, you are a skater. Hebu nikumai kwanza. Sije kumai naanza fitina. Umejua aje huko? So ulinipin lakini sasa nimekuja hapa chini nikiuliza nimepatana na security pale. Na security ni tight tuko kwenu. Vile inafaa. Kama champion anaishi hapa. Wallahi, you are a champion? Yeah. Wow. Karibu. Asante sana. Kongwe. Ndio kiali na hivyo Kipsigis. Mimi kwa dhani unatoka Kipsigis. Batuku umekuja ku Asolam. Nimekuja tuseme tu kwa Asolam na story na game bado skate. Wow. That's nice. Nilikuwa na event last year December. Ndio naona skate festival. Ndio kuna goodies hapa. Yeah. Skate nilikuwa Eldoret speed skating. So ni a skate festival. Na nilikuwa partnership na Eldoret Skating Club. Na wakani gift. So ulikuwa wa kwanza wa pili ama inaendaje? Inakuwa ngaliza skate festival event ya all skaters wa Eldoret wana come up they skate together. Alafu kila mtu aliaward hivi ama champion hizi championship. This was a gift from Eldoret Skating Club. Wakupea. Nilipanga hiyo event ya Eldoret Skating Club. So the clubs are Eldoret wote. Na all the people wenye wanajua skate Eldoret walikuja. Wakakuriward this one. Wakanireward this one. Oh, nice one. No, any other competition so far? Sorry. Mimi ni mfupi bwana. Unafika kweli? Narukanga. This is the first gift nilipia huko. Oh, so far? Yeah. Oh, that's nice. Na skating umeanza lini? Nimeanza skating in 2022. Yeah. Oh, kumbe bwana. Hata hujatuambia majina yako kwanza. Hivi sisi tunajua tu Kenyan skater. Yeah. Your real name unaitwa nani? My real name is Bilha Chepkemoi Bora. Oh, you are Bilha. Bilha. Kakwa? Kericho. London. London. Oh, that's nice. So skating umeanza lini ama? Hebu tuanzie sama masomo kidogo, tuanze pale nyuma kidogo. Umesoma wapi kidogo hadi unajua tunaweza kuwa mimi nimesoma tu Kericho County. Nimesoma within Kericho. Yeah. Vile nilimaliza primary nikaenda school trip hapo karibu na home. So nimesoma tu hiyo nini ya home tu. Around home. After form 4. Yeah. After form 4 nikaenda Nairobi. Si Nairobi hata tuseme Thika, Kiambu County, shule inaitwa Gretsa. Gretsa. Ndio nikaenda nikapatana na skating. Ulisoma nini Gretsa? Ama ulifanya course gani? Education. Mwalimu? Yeah. High school or primary? High school. You're a teacher by profession? Yeah, I graduated in 2023 December. I saw your photos. Niliona graduation. Yeah. Oh, that's nice. So you practice with walimu? Bado. Labda tu teaching practice pekee. Yeah, side nimefocus sana na skating or games. To sports, I'm into sports. Yeah, that's nice. Apart from skating unafanya vitu vingine nini? Unaona kuna magoodies hapa hivi. Utatuambia more about it. So tuingie ndani tutulie mahali pia tukae chini. Tupige story ama umetuandalia nini huko ndani? Umefika hata nikipika so labda tuendelee tukipika pamoja. Ndio hiyo sasa, tuende tupike. Huko kwenye ni mbali bwana.
Si sana. Ni wakinye ule? Huko ni mbali. Agerege kwani? Nilikuwa nataka deliveries, njaa imenipiga. Kasema acha nipike kidogo. So kwanya ndaye. Mimi nimpishe, acha niegelee kiatu yangu mahali kwanza. Hiki kiatu nimekuletea bwana. It's a surprise for you. Yeah, thank you so much. Yes. So unapika ugali ama unapika nini? Ugali. Kwani? Ugali. Nilikuwa nataka nicheze na omena kidogo, labda cabbage. Mnakula? Sisi tuko fit. We are flexible with it. So hiyo ni kitunguu ilikuwa umekatakata? Nilikuwa naendelea kukata kitunguu so. Haina shida. Naweza kusaidia hata kupika. Sisi ni wapishi pia. Sisi ni wapishi. So tukiendelea tu na story yetu. Skating umesema ulianza lini mambo na skating? Mambo na skating nilianza back in 2022. So I think nilikuwa introduced kwa skating 2021 nikiwa second year. Then 2022 nikafanya skating kabisa sasa. Kama game. Kidetu back in our school, grade sasa tunapewa the skate shoes for free. Ukienda uenroll kwa lessons za skating unapewa for free skate shoes za shule ziko. So ikifika around 4 p.m. unaenda unachukua skate, unaenda uwanja, unaenda unacheza, unarudisha baadaye. So una sign out the skate shoes. So I think hapo ndio ile ni motivate. So kuna hiyo haja ya kushinda umenunua skates nini and I was not exposed. Huko kwetu Kericho siko nimeona skate. Juzi nimekwambia party yetu ni inside ya mall. So huko hakuna mambo na skating. But pale ulienda kupata lami ni shida. So ulifika kidato pale ukaanza kuwa interested for skating. Yaani ulipenda skating tu apart from any other game ulikuwa unafanya? Nilipenda skating apart from most of the people wanajuaga us we are known for running. Nafanya running because even nikiona my example most of them are athletes. I see my friends. Nilipata tu skating na nikapenda kabisa. So long duration yako miaka ngapi sasa hizi tokea uanze kuskate? Shamaliza 5 years. Kumbe ni hatari bana. 5 years? 5 years. Umeanza kitambo sana. Sijaanza kitambo. 5 years si mingi sana. So Kenyan skater, what inspired you to start skating? Nini ilikuinspire ukaanza skating? I think to curiosity. I had never seen skating before. Kutoka nisome high school sikuwaona skating. Huko kwenye natoka ni summer. So ushisikia Londiani? Londiani. Londiani ni kama watu wanatoka Londiani mnajua ni Amau Forest. Like tuko karibu na Amau Jota, sometimes tulikuwa tunaendea kitambo. Tulikuwa tunaendea kuna Amau, so it's not that far. So tunaishi karibu na Amau. So hapo tukukuwa na skating kabisa. Vile nilifika shule nikaona watu wana skate. Out of curiosity nikasema acha nataka kujaribu hii. Sasa sikukuwa na mtu wa kumapproach. Nilikuwa fresher and everything. Then coach wa skating ni kama alikuwa amenimark every day naenda nakaa hapo kwa uwanja na watch. Akaniapproach akaniambia, akaanza tu kuniongelesha akaniambia are you interested? Kweli alikuwa amekumark. Alikuwa amenimark. Akaanza tu akaniuliza kama naweza join. Hivyo tu na akanintroduce, akanipea some tips za kujua kuskate. Hapo juu ya hiyo interest nilikuwa nayo nililearn within 3 days of which haikuwagi kawaida. You cannot learn skating within 3 days. Natakike from 10 days to hivyo kwenda mbele. Nikafanya skating mara ya kwanza the first weekend tukapelekwa Kasarani. Mimi pia Kasarani nilikuwa nasikiaga tu. Kupelekwa Kasarani nikajiambia kama hii game natupeleka hivi Kasarani kumaanisha it's a good sport. Nikaanza tu kufanya skating hapo. Na nikajoin game inaitwa rollball. Kuna game fulani ni more of handball, imemixiwa handball, basketball na pia una skate, so unacheza handball ukiskate. Nini inakumotivate uendelee tu kuskate? Hujai kuja kuluzo kusema skating ni kama ilipi, ni kama ina watu wana underrate, kwa sababu hapa Kenya watu wengi wanachukulia skating tu kama ni entertainment, ni kama ni game. Nini inakumotivate? Mimi sitawahi sahau skating. My first international flight kama flight ile nishaipanda. So umeenda travel kwenda wapi? Hebu tuambie story. Nilienda India. International game ya the skating game sasa. When was that?
2023. Tell us experience about that. Ilikuwa aje? Nisaidie na mwiko kwa hii chakula. Na hiyo mwiko hapo tuone ugali. Tunaona ugali watu. Unaje lazima pia tukule. Lazima tukule. Ugali gani hapa, ni hii ama ni hiyo? Hii. Wow. Lazima tukule ugali. Hebu sasa tueleza hii. Tueleza sasa the experience. After the coach approach, nikaanza kulikuwa na game ya hiyo roll ball. Alikuwa anakuja shule ku train roll ball during the roll ball ni gani ile you scared? Unajua ushaona handball? Nishaona handball inachezwa. So handball inachezwa exactly kama handball, but sasa shida ile unatumia skate. So you skate to the ball, unapasia I know that game. Nimejua unapass then you score. So hiyo ndio game nilijoin, nikajifunza. So ulikuwa wapi? Ulikuwa shule ama? Shule tu. Hiyo ni yote. Nililearn kuskate 2022 na nikaenda international games 2023, so a period of 1 year. Sure. Yeah. Wow. Even. That's interesting. Yeah. So ukaenda India, how was the performance there? Ama kuliendaje? You were representing the school ama the country. That's why this is my outfit. There is a reason. I'm story inspiration of the look yako hii. Yeah. So unaweza tuambie inspiration ile look ama tumalize kwanza story ya India? Tunaweza endelea tu. Baada tuende India kulikuwa na like unaona before uende international it was a World Cup. So kuna hizi the African Games. Kulikuwa tuende Dar es Salaam. Hiyo ni mimi sijui ku multitask. Sijui sasa utasaidia kupika ugali. Haina shida, nitakusaidia mambo yako. Kama ni mboga nitapika. Lakini ugali tunapika tu yote. Mimi sinayo msijali. Hapa sijui nitapata nini. Choza tu nadhani hiyo sana. Haina shida wewe. We are flexible. Kakofiti. Nisaidie kamata sasa. Mnaitaga aje? Umeke mikono zangu. Inaitwa kamata. Inaitwa kamata. Hakuna jina lingine huko kwetu. So after nimejua kuskate, tukapelekwa hizo games, sasa kulikuwa na team ya ladies. Ilikuwa tumeenda kwa hiyo shule. Sasa juu mimi nilikuwa nishajua, tulikuwa na 4 other ladies walikuwa shaanza kujua. Na hiyo game lazima mkwe 6. Mimi nikaenda, so nilikuwa na classmate mwenye tulikuwa tunafanya naye course moja. Nikaenda tu juu nilikuwa nataka kabisa tucheze to experience the game. Juu huwezi pewa game kama umjai 6. Nikaenda nikadanganya bishtangu, nikamwambia kila siku weekend tunaenda out. Tumeenda Kasarani na shule tulikuwa tunapewa allowance. So ukipewa na shule allowance, hiyo sio ni pesa. Nikamwambia tunalipwa tuende nikuintroduce kwa hiyo game. Si hata yakakuja akapenda juu hiyo ya travel and everything. Wow. From hapo tukacheza ligi. Nikaanza kuperform vizuri, nikaitwa ni represent African Championship. You alone or with the Kenya mzima wanachagua the best 12. Timu unachezaga watu 6 na sub 6. So wanachukua the best 12 in the whole like Kenya mzima. Wow. Na inategemea vile umecheza ligi. Kuna story inaitwa so mnajua ligi. So wanaona vile umeperform ligi, scores umescore, umekuwa ukifanya aje kwa ligi ndio wanakuchagua. Nika manage, nikakuwa kwa team, nikaitwa among the tunaitwa wengi around 30 kwanza. Mkishaitwa 30 mnaenda mnakatwa hadi mnabaki wachache tunaambia. Hapo nikangana nikabaki among the 12. Sasa tulikuwa tunaenda Tanzania. I remember hiyo sitawahi sahau, na it was my birthday. Siku ya kwenda ilikuwa 22 of June, my birthday. So nilikuwa so excited. Nitaenda wapi ku celebrate birthday yangu. Inaitwa aje sasa Tanzania, Dar es Salaam. Nilikuwa sasa unajua sasa shule mzima. Shule yetu by the way ni shule yenye walikuwa wana focus na watu wa sports. Walikuwa shaika kila mahali that I'll be representing African Championship. So shule mzima walikuwa najua. Nikiingia shule hivi. So ulikuwa select huko mbaya sana. Juu ya sports na represent country. Walikuwa na unajua sasa huko ni kwa comrade. Sasa unaingia gate hivi kila mtu soda, kasoda. Unaona sasa hiyo sio ni challenge unapataga. Ukirepresent country ama mtu akikujua unafanya hivi na hivi. So ulikuwa na balance aje fame sasa na hiyo time hauna kitu, wewe ni comrade, wase wanasema umetoka block. Sasa hata
Hata sijamaliza story. Sasa maisha ilianza kukua ngumu ni. After nishaenda 3 months of training. Before mwende championship mwenda 3 months. So I used to stay in Thika but tunakuja training huku town huku KU. So kuna hiyo fair. And pia kuna ile yenye uwezi ambia mzazi. Mimi nikiambia mzazi saa hii na prepare niende somewhere hata believe atakwambia uko sure. And then when you atasema unaenda shule so nikangangana sometimes hata sikuwa napata fare ya kwenda mazoezi. So you were struggling? Really, I was really struggling. Hata si kidogo kabisa. Wow. But kuna ujanja nilikuwa nishajua kadogo. Sijui kama unajua wewe huwezi jua shika Nairobi. Kuna gari fulani inaitwa Benjo. Kanatoka kitu kanakaa lori. Sijui Nairobi. Mimi mtu kwenda na kurudi. Na ibanga? Yeye inabeba hadi kuku na kondoo, but sasa ukisimama na isimame kubeba hadi na 50. Hizo gari zingine wanabeba na so but hiyo ni 50. So nilikuwa nishajua hiyo trick na kuja na time hiyo gari. Nikafanya mazoezi hivyo sana kwenye sasa nilisikia like sijui karibu niache skating ni walikuwa naenda kuita list ya final list ya kwenda tushabaki 12 but sasa kuna vile tu kupata sponsors wa kutusponsor 12 wote so mko shortlisted but the funny thing with the last minute tunafaa travel kesho asubuhi ama ilikuwa hiyo siku usiku but sasa list inatoka the same day umetrain umeenda sasa like everyone knows unaenda it's the final day ndio wakaenda kaita list kuita list mimi sikuwa among the list wa kwenda Tanzania na saa hiyo tuko hii side tuko huku kabisa huku KU tulikuwa tuna train KU kesho ni birthday yangu shule mzima inajua ninaenda wapi TZ shule mzima hadi wameniweka kwa magazine hadi like sikuwa naenda classes tena juu unajua sasa na kwa busy nini wanakuelewa tu walikuwa naelewa tu like mimi ninaenda mazoezi kweli alafu ukakosa kuwa kwa list what happened bwana waliita list saa 1 usiku na kesho ndio kuenda sasa na kesho ni kuenda kesho ni birthday yangu sister yangu kwa nyumba anajua unaenda mabeshte yangu wazazi like wazazi hapana mimi sikuambia kwanza wazazi nilikuwa nataka niwaambie kama niko huko exactly nikasikia nikajiambia the list ndio list ikaitwa mimi hata sijui nilitoka aje kwa hiyo uwanja nikafika unajua sasa kuna two feelings kuna wenye wametolewa wanasikia vibaya na kuna wale wako excited wanaenda mimi sasa na ile timu nyingine tuko huko ile timu nyingine wako huko hapo ni kama nikaanza kuona maisha hapo hata kitu inanisumbua si atukupenda watu shule nenda kuambia nini watu shule majirani watanichekia na hiyo unaona ile kuaibika did you cry maybe nilienda nikakuwa a lot unaona hata siku nataka kuongea na anyone hata wenye walitolewa kwa list juu wenye walitolewa pia walijiendea pia mimi lakini mimi ndio nilikuwa natoka mbali kabisa mimi nilikuwa natoka Thika wengine walikuwa natoka Juja ikienda sana but I was the only one mwenye natoka huko Thika mbali kabisa nikaenda tu hapo na mimi gari yetu lazima ungoje kwa highway nikaenda watu wakaenda nikabaki peke yangu nikalia kwanza sasa nikaanza kufigure out what will I do majirani shule inajua nikaenda nikafika kwa nyumba saa 4 so unaona kuna ile unaenda saa ngapi nini kwa message nikaamua kuzima simu juu tena mtu akikupigia ingie atajua uko wapi around nikazima simu kuzima simu nikaenda nikakaa kwa nyumba na unajua sasa hapo hujajipanga kuna ile na nilifika kwa nyumba around saa 4 ya usiku hapo maduka hakuna sasa na ujue hapo huko umejipanga ningekuwa najua natolewa kwa list ningenunua shopping ikae kwa nyumba so na nile kesho yake asubuhi niliogopa kutoka kabisa majirani wanafaa kujua niko wapi Tanzania everyone so sikwenda shule for 1 week walikuwa naenda tuko tuende for 1 week sikwenda shule for 1 week sikutoka kwa nyumba for 1 week hivyo tu umetulia na kunywa tu China strungi peke yake ndio mimi nilikuwa naogopa imagine sasa unataka kuambia watu aje ati nilitolewa jana kwa list watakuwa na aje then mimi najua shule walikuwa wanasema ako Tanzania nini but nilikuwa kwa nyumba nimejifunga hata singefungua lights
That was the hardest part of it. Yeah, part of my skating journey. That was the anaujua hiyo siku baada ya safari yangu. I think sasa hapo I almost kidogo tu niingia depression. 1 week kahawa birthday ndio hii ni yako. That's why huko inapata ni celebrate birthday from there like yeah. Niko tu yani nilikuwa ruin kabisa ni. Unajua nilikuwa nishakuwa excited. Nilikuwa najua keki yangu nakata Tanzania. Yeah, Swahilini huko bana. So things changed. Ka change. Till I quit. Niliquit skating kwanza the game. Niliquit. Nilikuwa naenda na focus na kila alafu unajua kitu ilikuwa inanuma. That week ilikuwa wiki ya exam. So mimi niliacha cuts nikisema ninaenda mazoezi. Like nilikuwa akili yangu yote ilikuwa focus kwa skating. Kwa skating. Wow. So nataka kuacha exam. So unajua niko na nini ya exam naitwa aje hii mtu hujafanya. Hii unaekewa like uko na hiyo bending ya exam hujafanya. So hiyo ndio kitu ilinoma, nikarudi nikafocus, nikaanza ku approach walimu walipea. So walikuwa wananipenda, walikuwa wanajua nimetoka mazoezi huko. Nimetoka game. Wow. The worst part ni ilikuwa aje? Najua unauliza kwa shule hiyo. That's the worst part. Wow. So some of the challenges unapitia as a skater ama kuna challenges unapitia? Kuna challenges mingi sana. One of the challenges mnoma sana ni gani? Injuries. Risky sana. Mimi sahi you'll never find me nikiwa nimevaa short dress. Or something. Niko na injury huko. Ningeonyesha pole bana. Magoti. Sina magoti, tunaitaga hivyo. Ukianguka uumie sana. Tunaitaga sina magoti. So huko magoti. Na huko. Magoti huku na huku. Niko na soft unaona kama hii. Pole bana. Pole. Kama hii. After nikalose soft na skating nikaacha. So nilikuwa naenda tu uwanja. Bado niko na ile spirit ya sports. Tunaenda kufanya nini kwa nyumba. So nikaanza kwenda kuwatch football. Kwanza kwenda the funny thing uwanja ni moja, football ndio hii, yetu ya skating ndio hii. Hata nikikaa chini na akili na watch like macho inaona football lakini akili kwa wapi? Naona kocha amekaa huko everyone wanacheza then I'm just lakini siko sawa. Nikaamua kwenda break, nikaenda swimming. Nikajaribu kwa swimming pia. Nikaenda tu nikafanya swimming kidogo classes. I think na nikakuja tu nikahil. Sijui ni nini nikaanza nikahil tu yenyewe. Sasa vile digi ilirudi, team members wangu walikuwa na struggle sana. Unajua sasa tuko kwa wengi. So akienda kama 5 wanatoa. Wakienda kama nini wanachapa like watu wanaenda hivyo nikaamua tu kurudi. So the coach approached you kurudi ama what happened? Hebu tuambie. Coach alijaribu kuni approach but sasa unajua ile yenye mtu shajiambia hapana nishatoka. Alijaribu hata vile nilirudi waso happy nikarudi nikaendelea na mazoezi currently. So kukakuwa na World zikaandikwa ziko. Nikaitwa list nikaenda 3 months zingine. Sasa hii ninaenda na ile ya nisipoenda ni sawa. Sasa hapo uambii mtu uko kwa list. Ile tu watu wanasikia nasikia umeitwa national team, nasikia unaenda India, nasikia hivyo. But sikuambia anyone. I didn't tell anyone kabisa. Nikaenda. So challenges tunapitiaga sana ni hiyo. During preparation ya championship. Unapata shortlist inakuanga hiyo. Ukisha shortlist hiyo si mbaya, but sasa hiyo unajilipia everything. Like unajilipia unajinunulia the gears ya hiyo period. Unafaa kutrain for 3 months before fit. So unajilipia fair lunch and everything. Na pia tuseme tu hiyo season pekee. So far ume travel in countries ngapi ama? Nime travel tu once. Hiyo India hiyo sasa. Ile vitu nimepitia huko nyuma ilifanya nikapita tena. Like hiyo ya kuingia kwa list ya World Cup nilisema tu wacha nijipe the last chance nijaribu tena. Ndio ile yenye watu walikuwa wanajua nimeenda huko ikuje ikavariwa na hii yenye nimeenda World Cup. Nikaenda nikang'ang'ana huko training, vitu ilikuwa mingi, you struggle a lot. Story of another day huko na struggle tena pia si ati ni rahisi. Si rahisi kabisa. So is your struggle kabisa.
Wanasema who is your mentor? Wanasema who is your mentor in skating? Kuna mtu unaonanga anafanya ana skate fit. Unatamani bwana skate fit bana. Unajua unakuwa na mentor. Do you have a mentor? Do you have a mentor? Ama ni wewe unajimenta mwenyewe? Ama unajimenta? Acha tu so far najimenta. So far najimenta tu, but niko na wengi sana. Unajua sasa most of the skaters ni wanaume. Exactly. So kuna lady skater mwanaume kama mentor inakuwa ngumu. So acha tu nijipot to my own mentor. But in men kuna wenye wako. There are some wa freestyle. Unajua skating kuna categories mingi. Kuna categories kwa skating. Sasa kuna hiyo roll ball nimekuambia nilikuwa nacheza. Kuna yenye inaitwa freestyle, like watu they freestyle na wana dance on skate. Kuna freelancers au ni watu wana skate kwa street. Kuna watu wa speed skating wanaenda competitions za like skating kuna a lot. So unasema kuna dancers wa skating? Kuna video and I can give you a short video like niko na there are some. Wow. Hata nimekuwa nafanya kazi na unaona apart from unaona after nimeenda India tukawin gold. We won both men and ladies tulikuja na gold. Tukakuja after kufika sasa challenges ni kama sasa zikakuwa mingi. Tulienda India tukawin. Kwa challenges nayo mimi sijawahi participate kwa any international game ama game kuna watu wengi kwa uwanja. That was my first time and my first experience. It was same hell. It was hectic. Tulienda the World Cup tulikuwa tumeenda India. The most watu wanajua kucheza the game ni Indians. So huko alafu India wameweka skate kama their main game. Ni kama Kenya hapa kukimbia. Ni kama kukimbia Kenya. So uliona vile watu walikuwa na watch AFCON finals. Watu wamejaa uwanja hivi alafu wana watch hivyo. Sasa hivyo Indians wamejaa, Kenyans ni sisi peke yetu na Afrika. Hakuna cheers, hakuna watu wanawachia. Tulikuwa na Uganda, Africa tu majirani. Sijui kupika from start ndio maana I love omena so much. Napenda omena na lakini sijui kupika from start so now tupendea hii. Wow. Your favorite food unapenda kupika nini wewe? Napenda kupika. Unapenda kupika nini? Sipendi kupika, ninajaribu leo kuona kama naweza kuwa chef. Utaniambia. Bure unajua kupika? Sijui, sipendi hata kupika, napenda kupika kahawa na labda mkate. Ulifungulia hii story. Naona nails jamii italeta shida bwana. Hii story na nails italeta shida sana. Kidogo. Very nice. So unapenda your favorite food? My favorite food. Tutasema ni gani? Ni gani jamii? Unapenda kula nini? Mimi hata ni kama sijui. Ama unapenda viazi. Napenda viazi. Hata wewe umeona viazi. Umeona viazi? Nimeona viazi mahali. Kuna viazi iko mahali kwa kona hii nyumba. Wow. So ina food experience ya food pale India ya nini? Experience ya food. Food la Shika kitasema nani? Nani anakufunza hii? Mimi ni mpishi bwana. Sisi ni hata ipate au umeona unamalizi. You stick of fry. Mimi naweza pika from sokoni sasa. Unataka ya from sokoni? Mimi nataka from sokoni. Hata tujaribu tuone chakula itakuwa. Itatest aje? Tuone itatest. Wallahi. Lakini nyungu iko aje? Nyungu ni best, nimeipenda. Kupata mtoko na nyungu town jameni. Kama ulireziwa fiti, wewe ulireziwa na shosho wewe. My mom. Kwetu tunapika na nyungu. Forever. Nyungu na kuna nyingine hapo ka ugali, these aluminium tu vile. Sijaipata. Hujaipata lakini hiyo non-stick na. So nikiona nipige simu. Ukiona unipigie simu. Umejua hapo? Nimejua. Kadogo hivi inatosha tu gari ya huko. Nimejua. You were telling us about India. How was the kama food stuff nini? Huko tulilishwa. Kiomene, kulikuwa na mayai. Sasa the final part ni unajua India washai host the World Cup. So kuna watu walienda back in sijui ni 2014 ama lini wakaenda India. So watu walienda huko walikuwa wanatuambia mbebe chakula, mbebe unga juu chakula yako iko na pilipili mingi. So na sasa sisi watu wakwenda for the first time tulikuwa tunasikia tukabeba unga na omena. So hii mkabeba ama muli? Tulibeba unga na omena tukiwa tumeweka na mafuta yetu. Kufika huko sasa time ya kukula sasa. Tukaenda unajisahau.
Sasa mimi nilikuwa naona kama chakula huko si yenye tunakula Kenya, na mimi naona mchele. Nikaserve na stew huku but sasa iko na spices kabisa. Mimi sikuwa naona shida, nilikuwa na enjoy the food. Breakfast unapata mayai tu kawaida. Kuna chai? Yeah, chai, ice cream. Kuna chai? Kuna chai. Tea ama ni coffee. Na hizi experience unasemanga street food za huko zinakaaje? Ni hizo tunaona kwa TikTok hizo. Sasa huko tulikuwa tumeenda kazi, huko hata hatukupata chance ya kwenda street by the way. Tulikuwa tunaenda stadium ama ni ground, tunaenda ground, tunatoka huko ishapo usiku, tunaenda tena kesho saa 2 tunafika kwa nyumba usiku. So tukupata the only thing niliona huko, niliona scooter. Boda ya sasa huko anaita scooter. Na pia nikajua salamu na maste. So uko na hint. Sahi mwindi haizi niambia kitu. Wallahi. Let's talk business side. Naona sasa you are telling us about this inspiration ya hii look yako. Naona umevaa kiatu ya Kenya. Kiatu ni ya Kenya. Nimetoka deliveries. Nikienda deliveries na vaga hivi full. Ndio at least nikitembea nipate way of marketing tu, nipate mtu like your shoe, I like your. So it's a way of marketing. Yeah, a way of marketing. So hizi ni customized. My outfits ziko tu hivyo. Hizi ni customized unajishonea ama inaendaje? Hebu tuambie sasa hii look yako, inspiration ya look yako. Kiatu shoes. You buy that. This is my favorite shoe. Ulinunua hiyo? No. This was the shoe nilivaa nikienda India. Wow. This nilivaa kama national team nikienda nikirepresent country issues. Yeah. Alafu outfits nashona. It was umeshona? Yeah, it's ni auzi kizungu vizuri. Ni auzi yenyewe. Hata sweta ni auzi. Yeah. So you have your shop una I don't have a shop. Yeah. Huwa nafanya TikTok every day in the morning, naoga, I prepare kama mtu anaenda job. Kila siku by 7:30. Nikichelewa sana unajua Kenya, nikichelewa sana ni 8 to 10 ama 10:30 ama 11 niko live nauza. So hiyo ndio ofisi yangu na hapo ndio duka yangu. Hiyo nafanya kama full time job. Yeah, every day in the morning, kila siku naamka. Every day in the morning naamka nauza. So unashona wapi this outfit? Watu nataka kujua hivyo. Unashona wapi? Unashona wapi? I don't know, ama ni ile unajua mwenyewe. Hii najua mwenyewe. Unashona mwenyewe? Nashona mwenyewe. I think after labda next week nitapeleka muone kwenye nashona. Tutakuja tutembea huko sasa tuone. Ni process pia. Yeah. Wow. As what inspired you? Ile kuinspire hii look yako. Inspiration about this, because kama unashona mtu wezi amka asubuhi tu na useme nataka nishone kitu kama hii. What ili kufikiria ili kupeleka ukashona? It really inspire sana kuvaa this ama kushona hii outfit ni hiyo sport tu. Unaona vile nilikuwa nimeluso pili ya kwanza, hiyo struggles nilikuwa napitia na fuliza naomba watu like nishaomba mabeshte fare ya kwenda training and everything. Hiyo sasa ndio ile nimeungua wallahi. Naijongwa bwana. Ngono msibi na inanuka Haijongwa. Hii mafuta bwana. Haijongwa jamani. Wewe sema kazi ya kumultitask imeleta shida bwana. Ni nani ndio wanajua kumultitask? Ni ladies ndio wanajua kumultitask. Unaona at least nimesikia harufu nikajua kama kangu kana kufa bwana. Wallahi mimi niko hapo tu napiga stories basa. So unatuambia na Lugo, hebu tuambie sasa ukipikanga tu hivyo. So I think kitu ni inspire sana ni story na sports. After hiyo kutolewa kwa list, umestruggle hizo struggles za kwenda mazoezi. After umeshapita hizo struggles zote, imagine hiyo yote unapitia ku represent na country. Hiyo sasa ndio ile inspire. So after kwenda India, kurudi hiyo kila mtu like everyone knew. Everyone knew. Kila mtu alikuwa anajua that tunaenda ku represent country. Hadi majirani everyone. So they knew that ukirepresent unaona vile inapaza tuliwin. Hata ilikuwa imewekwa everywhere in the news tuliwin. So kila mtu alikuwa anajua. Na mliwin. Hii chakula bado tutakula kweli. Hii kule tunairarua saizi. Sai. Kiambi. Iko sawa? Lactose. Mawevo lactose gani? I'm seeing iko sawa. Iwezi ungua. Ikiungua tunakula cabbage. Haina shida. Iko sawa kabisa. So
Luku. Hii story ya Luku. After kwenda India tukawin tukakuja. Sasa everyone like unaona sasa maisha yangu ikachange hapo. Still bado juu sasa unajua kuna ile skating si game imejulikana hata mkiwin acha kuna ile appreciation inafaa kama world champion. Unaona? So nikarudi tu nikaishi kwenye nilikuwa naishi. So unajua tu hali ya mwanafunzi. But sasa watu huko wako wananiona vile walikuwa wananiona kitambo. So now they see me as a champion. As a champion, yeah. Nikitembea kwa street, hi, kasoda. Nikienda shule kasoda. So maisha yangu ikaanza kuchange. Nilikuwa mtu socialite kabisa shule. Kila mtu angenijua, but from after nimeenda nikarudi nikaanza kunyamaza. Juu sasa naogopa ile. Unajua sasa mtu anaweza kukuambia umnunulie soda na mwenyewe haukukumbaya sana. Na ile deni ulikuwa unaomba ukienda wapi? Mazoezi. So ndio ukafikiria sasa customize look zako kama nini? Nika hiyo time nilikuwa almost to graduate. So nikafocus sasa na zile ma exam chache. Nikamaliza after results zimetoka nikapata si kuanguka but si kufika kwenye nilikuwa nafaa kufika. So unajua mtu unajijuaga mimi naweza kwa hii class, mimi nikarudi nyuma moja. So si kufika class nilikuwa nataka. So during my graduation sasa hapo nikaanza kukumbuka the injuries. Sasa unajua hii injuries zote juu ya skating. Sasa nimeanguka kidogo. Sijaanguka but sasa hiyo sijafika kwenye nilikuwa nataka. During my graduation was my saddest day. Juu sasa nikiona results zangu and everything, nasikia kabisa kulia. Kumbe kitu kama sorry. Na utanikatia nyanya sasa. Nyanya nitakata, lazima nikate nyanya. Nyanya lazima umeanza kukata saa hivi. Nyanya lazima nilisema lazima nikusaidie kukata. Chakula kitoka nimwambia mimi si chef lakini najaribu amtry. I'm seeing you are trying. So you are telling us. So unaona sasa after nimepata hiyo results nikakuwa disappointed kwa graduation yangu. Nilipin ukiona TikTok yangu ukienda page yangu nimepin nikigraduate kama last. So nikaenda tu nilikuwa siku kwa so happy nikasema acha tu niende skate for the last time now I'm graduating. Skating nimefanya nikafika kwenye nimefika. I just go and do some activities nikiskate. Siku ya graduation in the morning nikaenda nikaskate kwa ground hivyo kwenye tulikuwa tuna graduate. After hapo sasa maisha tutusha graduate sasa hapo ndio maisha inaanza kukuita. Sasa uzuri wazazi wangu walikuwa washajua nilikuwa nimetravel. So ikakuwa rahisi kwa convince nikamwambia niko bado nafanya hii game sana. Mnipe time nyinyi muende nyumbani juu kuna ile unaona ile wazazi wanakuja graduation wanakubebea vitu unaenda home. Vile niliwaambia wangu tutaweka watu gari. Kwa sana ama tuke kwa tunaweka sana. Yani ile bana. Naishi maisha. Itabidi tu mmezoea. Itabidi. Tunaweka nyanga. Tukatie mbili. Wow. Sasa mzazi after hiyo mzazi akaniacha nikabaki vizuri hapo nikaanza sasa kujiapilia. Unajua sasa nimemaliza best of the best girl ni hatari. Nimeipenda. Girl inapumua. So mzazi akakuacha kiaso. Mzazi akaniacha hapo ni kiaso. Ukitembelea guys uniletee inaitwa aje pot. Kama una plan kunitembelea next year na support. Muletea pot. Hotpot. Hiyo ka hotpot ni make sense. So mzazi akaniacha. Akakuacha jiji. Nairobi sasa. Akaniacha Nairobi. Mimi sasa nikaendelea kwa so nikaanza kwanza kupanda. My mom akasema atanilipia rent. So she's like I want to appreciate. Wacha tu niseme thank you. To my mom. Akanilipia rent for the first 1 month. Unajua sasa ukimaliza shule uende kupata kazi direct. Akanilipia akaniambia sawa wewe baki fanya hiyo game yako kama unaipenda. Exactly. Mimi nikabaki hapo nikafanya game hivyo. Sasa ile skill niko nayo nikaona hapo niligraduate juzi. Certificate ijatoka siwezi enda kufunza. The only thing inaweza kuwa ni skill niko nayo. Nikaanza kufanya story na coaching. So I'm a skate coach pia. You're a skate coach? Wow. Professional one. Nikaanza kufanya story na skate coaching hapo. Unaona hiyo area yetu tunachukua watoto for 300 bob, for 500 shillings per hour na wanakuja. So nikapata tu watoto nikafanya lessons.
nikafanya tu lessons, maisha ikaendelea. After some time nikaenda a restaurant, nikaenda nikaomba kazi. Fika the restaurant, restaurant ilikuwa so big, like the restaurant iko na swimming pool huko, iko na stairs, like the space is so big, like iko sawa kabisa. Mimi nikaenda nikaomba kazi ya restaurant. So vile nilikuwa naenda siku ya kwanza sikupatana na director. Nikasema nikarudi, nikaenda nikafikiria, nikasema nikienda kuomba kama waiters wengine na mimi niko na nini certificate yangu inasoma walimu sitapewa. Let me go with something unique. Nikaenda na skills zangu, nikaenda nikamwambia director I can do skating roller waiting. Akaniambia what is roller waiting? Nikamwambia I will skate while serving. Akakuwa sasa interested, akakaa chini. Akaniambia so you can serve while skating? Nikamwambia yes I can do that. Na unajua hapo sina experience, hata angeniambia ushaifanya wapi, sikuwa na experience. Hiyo ni kujichocha. Kujituma ni real. Mbaya sana. Na uliwahi jaribu kutrain ukiskate tuseme sio na beba hivi. Kubeba food. Ulishai train ama? Si kwa train. Ni hapo tu sasa. Akaniambia for real. Nikamwambia yes how. Akaniuliza tu vile tu umeniuliza how. Nikamwambia akaniambia do you have a skate? Nikamwambia yes. Akaniambia unaweza nionyesha? Nikamwambia yes. Akapata tu something, sijui akatextiwa, so akakuwa na haraka. Akaniambia report to work tomorrow. Wow. Nikarudi kazi. Sasa unajua hapo kidogo nifanywa interview lakini alipigiwa simu. So nina opportunity ya kufanya nini? Kutrain. Kesho niliingia kazi. Actually I am the first Kenyan kufanya roller waiting. Haijafanyika like hakuna mtu ashaifanya. I'm the first. You are the first person. Yeah, and I'm proud of myself. And you are a lady also. Yeah, and I'm a lady. So, first one. So ukaripoti to work. Nikaripoti to work. Najua watu watajiuliza nilijua aje history na roller waiting, ndio? There is a country inaitwa Jordan. Wanachukua watu from Kenya but men peke yake hawachukui ladies. Wanachukua men they go and serve. So ukienda hiyo hotel waiters wao wengi ni roller waiters but ni men hawachukui ladies. Mimi hapo sasa nikasema juu nishaona mabishte wangu juu au men watu ninawajua tushaiskate wote Kenya wakapata hiyo barua wakaenda. Si tulijaribu but hawataki ladies. Nikaenda so hiyo at least huyu alipigiwa simu, the director alipigiwa simu, nikabaki peke yangu. Wow. The next day niliingia kazi nikakuja nikajaribu. Sasa unajua hapo kila mtu anastare. Anakuona. Kila mtu. Unajua sasa nilikuwa side gani ya swimming area, swimming pool. So everyone is like na ukiamka swimming pool naanza relax. Nilifanya for 8 good months. Na siku yaangusha chakula ya mtu. Kuna siku nyingine tu Sunday karibu niweke soda chini lakini Mungu ni naye. Kwani uliamka na mguu gani hizo? I think ilikuwa na Sunday customers ni wengi, watoto wamekuja simu, so kila mtu ako like alafu hiyo like everyone walikuwa wanataka mimi wa serve. So nilikuwa na serve daytime. Siku nyingine tu nikasema acha niende night shift. Nikaenda nikaserve night shift. Kila watu walikuwa wamefurahi. Kesho hii chakula bado ni chakula. Bado iko sawa. Hii food bado iko sawa kabisa. Haijaungua jamani. Usikuwe na tatizo. Usikuwe na worries. Uzuri kiungua tunaacha sasa storytelling, tuna focus na cabbage. Cabbage kiungua tunakula ugali bure. Ugali na mala. Kwa mkali utakosaje mala na. Kumbe umejipanga. Ama unaona kuna kila kitu. Hapo nikafanya like watu wakaanza like kila mtu anataka nimstart. Nikafanya hivyo after 8 months nikaanza pia kurupia skating. So hapo sasa nikaanza kupata, unaona sasa ile kila mtu anasema watu walikuwa wananipigia simu during the holidays. 8 months hata tuko August. Exactly. So during that August wazazi wakaanza kunipigia simu, hey sasa uko kwa juu sasa hapo nishaanza kutrain kitu nikisap kwa hoteli. So kila mtu alikuwa anataka everyone ananiambia nataka mtoto wangu kwa kama mtoto like kama wewe. Na ni kama nilishaona hiyo TikTok. Ilikuwa like in a day I used to post inapata like 1 million views. So iko kwa account yako pale chini? Iko huko chini, ukiwatch huko chini. Huko chini. Wow. And alafu pia during kama sijafanya nikiskate nafanya nikiwa nimevaa outfit za Kenya. Wow. So nikaendelea hivyo. Hii chakula inakaa tamu, ni vile hii nyanya itaki kubondeka. Ndio hata mimi naona ibondeki bana. Pale tumenunua nyanya gani? Ni nyanya
tu peke yake, lakini trust the process. Usijali hawa chef. I trust. Kama uliserve hiyo 8 months ulikuwa waita, lazima ulikuwa na na unajua huko kuna upstairs. So pia kupanda stairs hiyo ndio challenge yenye nilikuwa na experience huko kupanda stairs. Pia like I think that's the na hiyo kushinda na skate for like 7 hours. Umevaa tu skate, unaenda unatoa kiatu mguu inaganda, na but sasa utafanya nini na una kazi, unafaa kulipa rent. Kweli. Unaona? Wow. Kama ni hapo sasa hiyo August wazazi wakaanza kunipigia simu. Hey, sasa uko poa, nataka unifanyie lessons. Nikaanza kuona lessons ndio mingi kuliko hii ya skates. So pia unaona mtu green first. Sure. So nikaanza juu nilikuwa naishi around Runda. So wazazi wa huko in an hour they pay me well, naenda kufunza mtoto. So inaenda hata manyumba 3. Juu mimi nafanya private section. Nikaacha hiyo story na skate ni hiyo ya hotel ukaenda sub focus na training watoto sasa. Hapo tena nikaanza kuitwa hizi kazi za kupeana makadi kwa alami juu like mimi nishaifanya moja wakapenda pia. So nikaona apart from unajua tena ukifanya kazi mahali unafanya full time, acha nifanye tu part time kidogo hivyo. Nikafocus na hiyo hapo. Sasa bado nina train kabisa. And then if I find nikienda tuseme nimeenda mahali and someone knows me, wanadhani like unaona jina yangu Kenyan skater. So they don't I'm very big pig. Watajua zini wakale. Endelea the style. Jehova, hata nimepanga mera ndio angalau msione kabisa, but ni sawa tu. Inatoka. Tunakubali. Hatuwezi pinga na that's our origin. Nyanya shabonda. Mbaya. Nimekwambia ichungu iunguzi. Nimeipenda. Nimeipenda. So after kufunza watoto nikaacha kufunza, nikafanya hiyo lesson ya kufunza watoto hivyo. Alafu nikaona vile na trend. Sasa hata mimi sikuwa naona. Sasa nilikuwa nishaanza sasa kuona au my influencers ndio wanaitwa kazi, wanalipwa, then they do what. So mimi nikafocus sasa na iko trend. Sasa navaa hiyo time sikuwa nimeanza kushona hiyo. Nilikuwa tunavaa t-shirt yangu, nimeweka nimeprint, nimeibrand Twitter Kenya na bandana. Bandana. Kile bandana. Okay. Sasa nilikuwa nimefunga hiyo bandana. After kufunga hiyo bandana nikafanya so nilikuwa naona kuna vile unaenda kuona kwa insight watu wanakuwatch huko TikTok. Nilikuwa naona Uganda, Australia, US, like everywhere in the world. Alafu hiyo watu wanakuja wanaweka flag ya Kenya kwa comments. Watu wanasema I love this Kenyan girl. Ikani motivate sasa. From hapo sasa nikaanza sasa unajua sasa the whole hii kitu yote imeleta sababu ya sport. Kama singejua this sport of skating singefika kwenye niko. So nikaanza sasa kukaa chini nikafikiria hiyo struggles zenye nimepitia nikipigania Kenya sasa hizo ku represent like everyone knew I'm a world champion nini. And then nikakuja pia nikaona athletes vile wana perform. Hiyo time ilikuwa Olympics double gold tunapata hivyo. So after kuona vile nini athletes wana perform nikaamua sasa kukua moral patriot kabisa like from hapo tu nikaanza kupenda games. Unajua sasa mimi mwenyewe nisha experience. Unaona experience wanasema hata hivyo experience is the best teacher. So ukisha experience hiyo ukisha experience ndio unajua the real thing. So vile nilianza kunini ku experience nikaona vile athletes wanapitia na wana perform hivi salute. So nikakuja vile nilikuwa nafanya content za Kenya kuchora makeup. Unaona sasa hiyo ina like inani cost kwenda kufanyiwa makeup. Mimi I'm not good in doing the makeup. So nalipia and everything. Nikasema the only thing kuweza hii ni labda nishone outfits za Kenya. So no need ya kufanya. So wewe una skate hivi sana ukienda skating zako unavanga hivi. Hata kama sitavaa trouser ina sweater. And from hapo nikaanza sasa vile nilivaa tu moja nikaanza kuona watu wanauliza inakaa fiti sana inakaa poa. So iko customer Bupe andika safi sana. So ukitaka kuandika mtu jina pia hapa naandika, lakini saa hii juu market imekuwa kubwa hiyo kuandika labda in future juu niko na orders napata orders
si mbaya na ina take time. So social media pia imekusaidia kupata exactly. Things, yeah, nimekwambia my main shop ni online. Yeah, sure. In the morning. Sure. Yeah. Sure. So hizi ziko happy. Ziko in stock. Hata I gift you one. Wow. Nikipata jirani na a visitor, I gift them. Wow. I think nafaa kukuletea. I'm eagerly waiting to see it. I hope itanitosha. You can trust me. I'm a good chef. Okay. I can cook very well. And that mtaniletea sketi ile nipime. Ingine iko. Ama unaona ati. Nilishakupima, nilishakuona hivi kama vile kocha alikuma. This is my size. Kabisa? Kabisa. Takuja upime. Ingine iko kwa gari hapa chini, director atatuletea. Okay. Haya. Acha nikusaidie hiyo omena isiungue jameni. You are back. I'm back. Wewe nakwanga nimeipa kivi for gifts. Yeah. Alafu imeandikwa nini hapa? Kina Skaters Creation. Alafu namba ya simu ndio hii. This is your number now. Yeah, and then in business number. Yeah. Wow. Guys, si unaona nimegiftiwa? Wajameni si unaona nimegiftiwa? Nimeanza katika size yako. I think I know your size. Your size medium. Nimefanya hii kazi ama teacher, lakini nimefanya hii kazi hadi nikiona mtu hivi najua size yake. Na tukuongelea mambo ya walimu hiyo. Sasa hiyo tuongelee na next episode. So this is mine. Yeah, this is yours and the full bag. Changu leo rogo. Changu leo hatari sana. Iko na zawadi nyingine, zawadi. Kuna zawadi nyingine tena? Mkale gani? Hii ni hatari. Hii ni mbaya, hii ni mwecheche. Weka chumvi na ukumbushe. Hawezi sahau chumvi tunaweka kwa sana. Tunaweka hata kwa sana. Weka tu hapo size. Saka hapo chini. Sasa nimeipenda hii. So this is mine. Yeah. So this is mine. Yes. Thank you so much. I'm thankful. Nashukuru sana. Alafu wasi wanakupataje? Mtu tupe handles. At Kenya Skaters. Kenya Skaters, yeah. Kenya Skaters. All social media handles, huh? Yeah, all social media handles. At Kenya Skaters. Ukienda kwa namba ya WhatsApp 0794919158. Hiyo ni namba rahisi sana. Namba ya biashara rudi. 94919158. So, unanidia mtu ama unanipigia simu hata unanisalimia sometime. Tutaweka namba yako hapo chini kwa bio. Ndio wasi watakutafuta hapo. Itakuwa rahisi sana. Okay, thank you. Aune. Asome Asra. Aune. So unakuja una support Kenyan Skater. Anafanya kazi safi sana. Namba yake kwa baya hapo chini. Hebu niangalie, mimi sijui, hebu wewe fungua. Ni yako yote. Ni yangu yote. Yeah. What are these? Jifungulie tu. Wow. Jamani, naenda kuwa Mkenya kabisa. I'm going to be a patriot kabisa. Yeah, so hii mmoja size yangu. Nimeona tu. Nimekwambia sasa hivi nimekaa hadi tunajua tu size ya mtu ikipona tu hivi. Jua hata niko nayo challenge. Tunaona online mtu anaorder online. Yeah. But sasa hadi size yake na mwambia tu nitumie picha. Or can you video call me? Naona tu ndio. Unamuona tu hivi unaona. Yako na small ya. This is my size kabisa bana. So unaweza paka kiatu ama? Shoes. Unaweza lakini usishone viatu. Au shone viatu. Yeah. Oh, that's nice. This is made in Kenya by me. This one. But this one sijashona. Yeah. Wow. Gava inafaa ielichwa si kama hawa sasa. Leaders jameni, mna appreciate kazi kama hiyo. Unaona msichana kama mdogo hivi anajituma. Muna support young talents like this one. Mtu anajituma na anafanya biashara yake safi. Si mtu anategemea wa baba. Nani anasema? Sijaongea. Jameni, bila kiatu kama hii unachukua namba yake kwa bio hapo chini. Kwa bio hapo chini unachukua namba yake, unampigia simu, anakuletea zawadi kama hii. So bei ni tofauti hapa. Kama kiatu ni pesa ngapi? 3800. Yeah. Then this one? Unaonyesha size ya chini. Mostly wanapenda size ya chini. Unaona? Hii ni ya morning runs. Kama unapenda morning runs ama unataka kutravel ama hiking, ama unafanya sports, hivi ndio tunavaa hivi. Yeah. Unaona grip yake? Inakaa fit. Yeah. Na iko na flag. I'm in love with the Kenyan flag. Wow. 3800. All sizes. Wala tu majuu jameni, support msichana. Ana kiatu. Size that 745. That's 745. Color nimebaki na ya black na ya red. Is a white donation. Wanani promote sana. So una parcel countrywide? Yeah. Una parcel countrywide? Yeah. Wow. Chukua namba hapo chini. Hata watu wa majuu jameni, promote msichana mdogo hapa anajituma. So that was Kenyan Skater. Sisi tumeshukuru sana kwa kutukaribisha hapa kwako. We are very happy. Tumefurahia sana na chakula pia imekuwa. Kima kiamisha wale watu wa ugali sisi tufinya ugali sasa.
Thank you so much. Your final remarks. Hebu ambia watu your final remarks. Look at the camera, ambia watu your final remarks. My final remarks. Unaweza ambia nini? Your fans, watu wanakuwa wakisupport kwa biashara. Unaweza ambia nini? Okay, watu wanakuwa wakinisupport kwa biashara. Thank you so much. Mungu awabariki kabisa, muendelee kunisupport hivyo. And then my fans, thank you pia so much for supporting me. Unaona sasa kama ingekuwa nyinyi singekuwa nauza online. I sell them on TikTok peke yake. I don't have a shop, but I promise you tukiendelea vizuri tunaweza fungua shop pia. And someone mwenye bado anataka kuanza biashara, don't lose hope. Jumi biashara yangu actually nilianza na I think the only money I had hata iko inajaa 1000 because nilinunua tu the material nikashona, then I did the marketing. Naambia mtu alipe deposit, wana trust wanalipa deposit, the deposit natumia kununua materials na shona. So if you don't have anything usiseme mimi sina capital nitatoa wapi. Anza na kenye uko nayo na confidence hivyo tu. Na kama unafanya games talent inasaidia na inalipa sana na inakupeleka like somewhere big. Kama for example hivi ara skater usiskate tu like ile kuskate kwa street. Unaweza itengeneza pesa from it, unaweza kuwa coach. Number 2 unaweza fanya international sports like unaweza kuwa by the way unajua anachukuaga watu from Kenya waenda wafanye ile rollerblading yangu. So kama uko na confidence ya kusurf hivi unaweza ni DM pia. DM Kenyan skater. For me nishaipata hiyo chance nikakataa. Nikasaa kwa majuu. Nilipata ya Dubai nikakataa kama kuchwa huko, nilikataa sababu that time I was trending as Kenyan skater. So nikakumbuka nikienda huko na brand yangu. Nikadhani vitu itakuwa mzuri ile faith. But sasa nilikuja tu nika regret. I thank God siwezi regret tena juu at least niko na hii brand. Exactly. So that's it. Keep your talent. Nikili nene participate na make sure unaifanya tu vizuri. Na usichoke na maisha ni mzuri ukijituma. So far ushayapata recognition from leaders. Have you hiyo recognition? As in leaders wanakutambua na kazi yako safi unafanya putting the Kenyan flag to the map. Unafikisha mahali you are a true patriot. Appreciate kama bado. For now bado sijapata any appreciation from the leaders. Amigali like nangoja tu. I'm sure one time watakurecognize. Kwa sababu hii ni kazi safi unafanya sana. But my fellow athletes wenye wanafanya football, the athletes wenyewe wenye wanakimbia wanakuwa wakinisupport. My customer sana ni sport people. But sahi niko na gift. Nimeshona as a special design for the president niko nayo. Nimemwekea the mini yake. To the president, rais mwenyewe. William. Mwambie kitu ndio angalia kamera pale bwana. Mwambie kuna gift yake. Niko na gift yako. Niko na hapa kwenye nimekuonyesha viatu na sweater and the outfit. But sijakuonyesha something else. Kuna kitu kingine tofauti from this one. I have a flag and a scarf. Iko wapi scarf bwana? Hiyo scarf ninafaa kuuza but nilijiambia until I give the president ndio nitaanza kuuza. Unaweza tuone hiyo design ya scarf ama after umepea president ndio utatuonesha? Naweza waonyesha scarf but sweater no. Hebu tuoneshe scarf. Na pia nimeshonea wa patron. Nimeshonea. Nilikuwa namshonea sudi ndio in the next awards I consider pia other sports at least peke yao waone some talents. Kuna talents zingine kama sasa skate hii kufanya the art wachoraji kuna wenye wanajua kuchora kabisa but hawajawahi ku appreciate. The same as I'm from Kericho niwaambia nimeshonea Aaron Cheruya the sweater cause he really majority leader. Huko kwetu amefocus na sports sana. Ana sponsor watu football and everything. But sasa kuna hiyo football sana inakuwa ya men. So nilikuwa nimemshonea nimpelekee nimwambie pia in the next time like in the next years ama kama anaweza support pia wanawake. Anaweza tu sponsor vitu kama hizi skating sasa, handball, volleyball like zenye wanawake wanaweza fanya si football peke yake. But they are really doing good. Wow. Where is the scarf? Naonyesha. Tuje scarf bwana.
The scarf. Hey, wow, inakaa fiti sana. So this one. So these are ini inakaa tu hivi. Yeah, nitaanza kuuza hii just after nime gift president. Wow, So this one nime design the same na sweaters before nilishona yangu ya nini kufanya content creation. But vile watu walipenda nikaanza kuanza kwa gift athletes. So ukiona the double gold champion Beatrice was my first person. Thank you so much. Kina Amos Edmond like the most kina Daniel Mateko. All the athletes wamekuwa kina support kabisa. Yeah, then I came up with this. Nikasema it's good pia nishona something special for the president. This is the scarf. Inakaa hivi. Sio hii. Sio hii, sio rais. No, hii ni sample. Sample tu nitoe kitu officially. Kuna sample. Na sample kwa. So guys, hii ni sample jamani. Hii ni sample. Alafu sasa kuna the one yake. Nimepack yake with the sweater and everything. Wow. The sweater nimemwekea hizi initials. The same na sudi kwa jina yake. Everyone na yake. Wow. So guys, wale watu wa majuu jamani, chukueni scarf hapa. Marafiki wangu wa majuu jamani, mchukueni scarf. Scarf ndio hii hapa hivi. Very warm. Customize size very kabisa. Wale watu wa majuu, size ni baridi. Kwanza watu wa Australia unasikia usini baridi sana, size ni winter. Chukua scarf jamani, support msichana. Na kufanya thing, nimefanya Kenya but sasa nimeanza kupata international orders. For example, kama nimeshona ya Uganda, nimeshona ya USA, nimeshona ya South Africa, France, UK, nimeshona ya Tanzania. And I've started like nilianza like I think last year November. Nimeanza around 5 months but could design the sweater it took me like 1 year. Wow, a sweater. Wow, this is a very nice job. Thank you so much. After posting our tag in kuna kitu nilipost jana, a poster that I'm coming to look for you. Okay. Someone commented there akanauliza uko na mtu jamani, kuna mtu anataka anauliza, ndio na comment section hapo wanasema uko na mtu. Wewe kwanza uko na mtu. Mimi tuanze na wewe alafu tukuje kwangu. Haya hapo pale niko na mtu. Niko na Yesu na clients wangu hapo kwa clients. Kuna mtu analia mahali jamani. So guys, wacha sisi tufinye ugali. Thank you for supporting us. Subscribe pale chini Wise Media Production, unda account za Kenyan Skater, subscribe them. Alafu sasa uko na events coverage, photography, videography, live streaming, all kinds of events. Una contact us Wise Media Production, tutafanya kazi safi. Namba yetu iko pale chini. Or you call us on 0721 144 292. Wacha sisi tupike ugali. Keep it wise.